Mama, nimekosea nini mimi mwanao? Hadi unaenda kumtongoza mwanaume ambaye tayari nikuja kukutambulisha kwako. Naomba uniambie mamangu, nimekosea nini? Naumia mama. Unaumia, kidonda kiko wapi? Nakuuliza kama umeumia, kidonda kiko wapi? Sinakuuliza wewe. Mama, kwani umenizaa mimi? Mama, umenizaa mimi? Mama, ungekuwa umenizaa mimi usingenifanyia hivyo. Hata kama kuna kosa nimeshakukosea mamangu, usingefikia hatua ya hivyo. Kwa hiyo unasemaje? Nakuuliza. Sawa mama. Basi nakuomba tu kwa ajili yangu rudisha Magogo kwenye hali yake, hata kawaida kama zamani mamangu. Nakuomba mama. Sasa sikiliza, huyo mme wako unayemsema si ndio bwana wako, sijui mchumba wako, nasema hivi, hauna uwezo tena kukaa kuongea naye, na ni mtu hatokaa aongee na jamii. Sio, unanielewa? Na sitotoa msamaha. Hebu nyamaza japo kidogo, niambie ni nini kilichokusibu. Shangazi, nilipata mchumba. Nikafikia joto nikamleta kwa mama kumtambulisha. Nikakumleta mamangu, kumbe akamtambulisha. Nikamtongoza. Hebu subiri, hebu rudia kwanza. Mama alimtongoza mchumba wangu ambaye ni mkulima wake. Wifi, ni ya kweli nimeongea huyo? Usiniulize maswali, muulize. Kwani Nelia ni mimi ni huyu? Muulize wewe akwambie. Hivi mnaishije wewe na mama yako? Mbona siwaelewi? Ndio mnavyoishi hivi? Shangazi, mnavyoishi hivi? Shangazi, wangu kabadilika. Shangazi, sikiza nikwambie. Sio hicho tu. Hadi nimefikia mimi na kumdoga mtana. Hivi ni maisha gani lakini haya wifi yangu? Sikiliza. Sitaki uingilie familia yangu. Na sitaki ufuatilie maisha yangu. Si unanielewa? Unajua wifi, kama unahitaji bado unaipenda dunia, wacha nifanye. Wifi yangu siogopi. Kwanza kwa vile ni mtani ndio tukuogope kiasi hiki. Basi kama umeshindwa kukaa na huyu, mimi nitaondoka na damu yangu. Tumechoka sasa. Sasa mtoto amelia hadi amechemka. Eti kisa ni mtani tukuogope labda. Hatukuogopi. Wewe una uchungu kuliko mimi nilibeba tumboni miezi 9. Ungekuwa na uchungu hivi usingekuwa unamfanyia hivi huyu binti. Na kama una uchungu, bebe ndio naye. Mama, siongee hivyo. Ungekuwa na uchungu usingenifanyia hivyo mimi. Usingenifanyia hivyo. Tulia. Wifi, subiri nikwambie. Sasa tutongo. Siongee kwa mama, nimebeba miezi 9. Mama, hujanibeba. Hebu tulia. Wifi, hata kama wewe ni mchawi hatukuogopi. Basi kama uliamua kumloga kakangu, na mimi niloge pamoja na damu yangu. Sikurogi bali na kuteketeza. Sawa.
kama mnavyomuona, hali yake ndio hii alionayo, na hapa nimeamua tu kurudi nyumbani kwa sababu waganga tumeenda, hospitali tumeenda, lakini hamna nafuu. Nimeishiwa sasa. Mashamba tuliyokuwa nayo kama hazina tayari nimeshayauza ili tu apate matibabu. Sasa hivi hatuna hata pesa ya kupata tu chochote, hata chakula hapa nyumbani. Nimeishiwa. Mzeka, upasi kukata tamaa. Huyu ni ndugu yako na sisi marafiki zako. Tutakusaidia, tutakuwa bega kwa bega pamoja na wewe kuhakikisha ndugu yetu anakuwa sawa. Halafu nitakata sehemu ya ardhi yangu tuuze ili tumsaidie, atakuwa sawa. Mseka, yaani hapa mnaongea kichwa changu na kutafakari yule mtu. Unawezaje kumtolea adhabu ya hivi mtu hata hajamkosea kweli? Tanimweke hii ardhi. Na hadi hapa nafikiria nikachukua panga nikamkatakata yule mtu. Mseka, cha kufanya hapo, mimi nitauza mbuzi zangu 3 ili tumsaidie jamaa yetu. Mimi nawashukuru tu ndugu zangu, kwa sababu mimi si rafiki bali ni ndugu, na kwa kufanya hivyo mtakuwa mmenisaidia msaada ambao ni mkubwa sana. Utaiwa wa komi. Kwanza mishoga wangu akunyini na wasiwasi. Nisije nikalala usiku akaniibukia. Utalala unajua una njaa, kumbe unashughulikiwa. Ache. Shoga, nimekuja hapa ndio nataka nikueleze ukweli yote kuhusu matatizo yaliyomkuta mama. Hebu niambie. Chanzo cha mama kumfanya vile Magogo hadi awe hivi. Mama wangu alishawahi kumtokea Magogo. Mama yako wewe anamtaka Magogo? Mamangu mimi alishawahi kumwambia Magogo kwamba anampenda. Hivi kumbe yule mama ni mshenzi kiasi kile? Hivi yule mama si anamzaa Magogo? Mbona kwa kama mtoto mdogo kwa umri ule unakuja kumtesa Magogo kwa sababu ya mapenzi? Tena kwa penzi la mwanao. Ndio shangae na wewe rafiki yangu. Hapana. Mama yako ana roho ya utu hata kidogo. Aya, akamtesa Magogo vile. Ilo penzi alikuwa analitaka kalipata. Na ndio maana nikwambia toka mwanzo najuta kuzaliwa na mama yangu. Yaani najuta sana, sio kidogo, najuta kabisa. Najuta kuzaliwa na mama. Ananiumiza, ananiweka kwenye wakati mgumu saa hizi. Anasahau kwamba hata mimi kumba ni mwanae. Afu anasahau kama hayo maisha naye hapo kabla ya kuzeeka hivi hajawahi kuyapitia. Mimi nikajua mama yako anafanya vile kwa tabia zake za kichawi.
Kumbe na mambo ya ajabu ajabu kupenda watoto wadogo wanayo. No, hapana. Yule mama hastahili kwa lolote. Kumbe kuna watu wazima ni wapumbavu eh. Ndio maana nimekuja hapa unisaidie. Yaani wewe ni rafiki yangu, siwezi kukuja kuona unateseka. Kwa sababu ya mama yako huyo asiyokuwa na akili. Alafu sababu zote za kupumbavu. Mimi najua kitu kimoja. Lazima nikusaidie. Iwe isiwe nimekuja kwa nini. Sasa sikiliza, nataka nikwambie. Ndio usiniumbue, sawa?